ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima. Yesu anaanza kuwafundisha, anasema wanafunzi, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Hivi mji ukiwa uko juu ya mlima, kuna mtu atashindwa kuuona kweli? Anasema mji hauwezi kufichika kama uko juu ya nini? Maana yake unafanyaje? Unaone? Maana yake ukiwa juu ya mlima, watu watakuona tu. Kwa sababu wewe ni nuru, watu wataiona hiyo nuru. Yesu hakuishia hapo. Yesu akaendelea kufundisha chini, anasema hivi. Anasema wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Taa yako inawaka, umeiweka wapi? Umeiweka chini ya uvungu au umeweka iangaze nyumbani mote? Mtu yoyote mwenye ufahamu timamu hawezi kuwasha taa akaiweka uvunguni. Ukiona hivyo unaona hapo pana tatizo. Kwa sababu lengo la kuwasha taa sio kuiweka chini ya nini? Na kama umewasha taa, alafu umechukua taa umeweka chini ya uvungu, unahitaji msaada hapo wa nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma yako umepewa, umeiweka wapi? Umeificha uvunguni. Mungu utakutana naye wakati unaendelea kufanya utumishi. Wakati unaendelea kumtumikia Mungu katika hali yote na katika udhaifu na shida zote, Mungu atakutana na wewe. Bwana atakutengeneza isivyo kawaida. Ni swali la kujiuliza, watu wanamtukuza baba yako aliye mbinguni? Kama baba yako mbinguni hatukuzwi na watu kupitia wewe, tuna kazi bado. Mwambie mwenzako hatujamaliza. Umekaa kwa kurelax utafikiri umemaliza. Kuokoka peke yake hakujamaliza. Wakati mwingine unaweza kuwa umeokoka lakini huwezi kujua ni kipi kimekufunga. Zaidi mpaka uendelee kujifunza na kusogea mbele za mkono wa Mungu. Anasema vivyo hivyo nuru yenu na iangaze kwa watu wajapoyaona matendo yenu mema, Baba yenu wa mbinguni atukuzwe.